Kushangazwa juu ya usalama mkali karibu na marais wa Marekani. Ingawa tumejisikia kuhusu mnyama, gari lenye ulinzi mkali la rais, huduma ya siri na zaidi, kuna mengi zaidi kuliko macho yanayona. Jiandae kuona ndani ya ulinzi wa rais usio na mfano karibu na baadhi ya marais waliolindwa kwa nguvu zaidi katika historia, kama vile Barack Obama. Ni ngumu kufikiria mwanasiasa wa magharibi akikabiliana na hatari kubwa zaidi kuliko mrithi wa kihafidhi na mweusi kutoka kizazi cha Kennedy. Katika nchi iliyosheheni historia ya dhuluma ya kikabila, harakati za mrengo wa kulia kupita kiasi na upatikanaji rahisi wa silaha, kila wakati njama inapotokea dhidi ya Obama, hisia ya pamoja ya wasiwasi huenea Marekani. Hadi sasa, njama mbili kama hizo zimejitokeza: kesi huko Memphis, Tennessee, na mpango wa kuhusiana kidogo uliogunduliwa wakati wa mkutano wa kidemokrasia Colorado. Agosti 2008, watu wanne walikamatwa Aurora, Colorado, kwa mashtaka yanayohusiana na silaha na dawa ambazo zinaweza kuwa zinahusiana na njama ya mauaji dhidi ya mgombea wa urais wa kidemokratic Barack Obama. Washukiwa ni pamoja na Nathan Johnson, ambaye alidai kwamba washirika wake walikuwa wakijadili mpango wa kumua Obama kwa sababu ya imani kuhusu kikabila. Katika mahojiano, Johnson alitangaza kwamba Obama hakuwa anafaa kwa nafasi ya kisiasa. Wamarekani weusi hawafai kwa nafasi za kisiasa. Anapaswa kuuawa. Mamlaka walipata bunduki za nguvu kubwa, simu za redio, nguo za kujificha na dawa katika gari lililokuwa likiongozwa na mmoja wa washukiwa. Ulinzi wa Obama umekuwa wa kina kutokana na hadhi yake kama mgombea wa kwanza wa urais mweusi. Miezi miwili baadaye, wanaume wawili kutoka eneo la kusini ya kati, Daniel Cowart wa Tennessee na Paul Schlesselman wa Arkansas, walishitakiwa kwa kutoa vitisho dhidi ya mgombea wa urais Barack Obama. Walishitakiwa kwa kumiliki bunduki iliyorekebishwa kinyume cha sheria, kupanga wizi katika duka la silaha na kutoa vitisho dhidi ya Obama. Wanaume hao walikutana mtandaoni na walishirikiana imani za mamlaka nyeupe na skinhead. Mpango wao ulihusisha mfululizo wa ghasia uliolenga shule ya Waafrika na ulilenga kumua Obama. Walilenga watu weusi Atamtulatan na wengine Chaplan, idadi muhimu katika mduara wa wasupremasi weupe. Wote wawili walikuwa tayari kufa wakati wa jaribio hilo. Walakini, tayari mwezi Mei 2006, kufuatia vitisho vya kifo, Obama alipokea ulinzi kutoka kwa huduma ya siri ya Marekani, kipindi cha mwanzo wa kampeni ya urais ambapo hatua kama hizo zilichukuliwa. Ingawa jina lake, shirika linalohusika na kulinda marais wa Marekani, makamu wa rais, wagombea na wageni wa kigeni ni uwepo thabiti na unaonekana kando ya Obama. Mawakala watano wa huduma ya siri, wakakamavu na waangalifu, na silaha zao zilizofichwa chini ya suti zao, ni wa kwanza kutua kila wakati mgombea anapowasili, wakitafuta vitisho vya madai. Angalau mmoja wao, anayejulikana kama Renegado kwa utambuzi wa haraka, anamfuata Obama katika gari lake, wakati wengine wanafuata kwa magari mbele na nyuma. Changamoto halisi kwa huduma ya siri hutokea wakati mgombea anaposhirikiana na wafuasi wake baada ya kutoa hotuba. Kama vipanga wa makini, lengo lao sio kwa mtu wanayelinda, bali kwa mikono ya wale anayesalimiana nao. Makundi kutoka matukio yanapita kwenye vifaa vya kugundua metali, wakiuzuiwa kuleta mikoba. Vifaa vya vyombo vya habari vinakaguliwa na mbwa wa kutambana ukaguzi wa kibinadamu bila kukiacha chochote. Kiburudishaji hiki kinapanua zaidi ya kampeni ya uchaguzi. Makazi ya familia ya Obama huko Hyde Park, Chicago, inachunguzwa na kulindwa na vikwazo vingi vya usalama. Ikiwa familia itaamini kuwa maisha yao yamebadilika, mabadiliko hayo yangekuwa hayawezi kufikirika ndani ya ikulu ya White House. Hatua ya usalama ingechukuliwa kuliko ilivyowekwa baada ya jaribio la mauaji dhidi ya Ronald Reagan mnamo 9/7, ikihakikisha ulinzi wa watoto wa kike wawili wa Obama
ambao wakati huo walikuwa na umri wa miaka 7 na 10, wakati wanapotembelea shule huko Washington, na matembezi ya familia yangepunguzwa kwa kiasi kikubwa. Ingawa vyombo vya habari vya Marekani vinajadili swala hili kwa uangalifu, labda wakihofia kutangaza unabii unaojitekeleza, hisia kuu zinabaki kwamba jaribio kubwa la kumdhuru Obama linawezekana. Mwaka wa 2008, Barack Obama alifanya historia kwa kuwa rais wa kwanza Marekani mweusi, akiwa ameolewa na Michelle Robinson ambaye pia ni mwanasheria, na wakiwa na binti wawili, Malia na Sasha. Siasa ya Obama ilianzia seneti ya Illinois, ikifuatiwa na uchaguzi kuingia seneti ya Marekani mwaka wa 2004. Alihakikisha uteuzi wa kidemokrasia baada ya kinyang'anyiro kikali dhidi ya Hillary Clinton. Awamu zake mbili zilijawa na changamoto kubwa na mafanikio ya kisiasa. Haya yalijumuisha mageuzi katika huduma ya afya, msukumo wa kiuchumi, mageuzi ya benki, na kufutilia mbali sera ya Don't Ask, Don't Tell. Utawala wa Obama ulilenga kukuza uchumi, kufanya mageuzi katika huduma ya afya, na kuimarisha ulinzi wa watumiaji. Mwaka wa 2009 alipokea tuzo ya amani ya Nobel na kuchaguliwa tena mwaka wa 2012. Wakati wa utawala wake, alikabiliana na mgogoro wa kifedha wa 2008, pamoja na vita nchini Iraq na Afghanistan, pamoja na changamoto za sera ya nje kama operesheni iliyosababisha kifo cha Osama bin Laden na kuibuka kwa dola ya Kiislamu wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Syria. Mashambulizi ya tarehe 7 Septemba 2003 hayakuwa tu ukumbusho wa taifa, bali pia yalichochea mabadiliko muhimu ndani ya huduma ya siri ya Marekani, shirika la elite linalowajibika kwa ulinzi wake. Kwa hivyo, wabunge walitekeleza mikakati kamili kuhusisha idara za utekelezaji wa sheria, usalama wa kitaifa na ujasusi kuboresha kubadilishana taarifa na uratibu, hali iliyosababisha sheria ya Patriot Act ambayo ilirahisisha kubadilishana taarifa kati ya idara za ujasusi na utekelezaji wa sheria na kuhitaji mabadiliko ndani ya huduma ya siri. Sheria ya ulinzi wa vitisho vya rais wa mwaka wa 2000 ilitambua idara ya ulinzi kama mratibu wa usalama wa shirikisho kwa matukio ya kitaifa, ikiongeza jukumu la kituo cha kitaifa cha tathmini ya vitisho katika utafiti na mafunzo ya tathmini ya vitisho na kuzuia vurugu. Mabadiliko haya muhimu yalihitajiki sasa, hasa katika suala la usalama wa anga, ambayo ilisababisha kuundwa kwa programu ya usalama wa viwanja vya ndege chini ya idara ya ulinzi wa rais. Kitengo cha kuzuia usalama kilipitishwa rasmi kwa ajili ya ufichuaji na kuzuia vitisho vya inawezekana, na uwezo wa kibajeti wa idara ya ulinzi pia uliongezwa. Kupitia kuunda vikosi vya kazi ya uhalifu wa mtandao kote nchini kwa kushirikiana na mamlaka ya sheria, sekta binafsi na akademia, idara ya ulinzi ilitambua umuhimu wa kuendelea kwenye kuzuia matukio ya kifadhaiko na kuhakikisha usalama wa rais na taifa. Mashambulizi ya tarehe 11 Septemba yalitenda kama mhimili wa mabadiliko haya, yakitia msukumo kwa kiwango cha kisasa hakijawahi kuonekana tangu ripoti za tume ya Warren, na lengo la kuwezesha ushirika huo na zana zinazohitajika kulinda taifa na viongozi wake, kuepuka maafa yanayotokana na kasoro za ubunifu. Tarehe 20 Januari 2005, George W. Bush alikuwa anapendelewa kwa awamu yake ya pili na ya mwisho kama rais wa kati wa Marekani kwenye sherehe iliyofanyika kwenye upande wa magharibi wa Capitol Hill ya Marekani huko Washington, D.C. Wakati wa kuapishwa kwa mara ya Liverpool Fine huko Washington, D.C., anga la White House lilibaki salama kwa kutumia mfumo wa kitaifa wa rudisha mbali wa makombora ya angani NASAMS, ukihakikisha usalama wa anga karibu na Capitol Hill kupitia vitengo vya NASAMS ambavyo vilianzisha eneo kali la marufuku ya ndege kwa ndege. NASAMS ni mpangilio uliundwa maalum kwa ajili ya ulinzi wa anga wakati
Uwezo wake ni pamoja na kuharibu ndege, helikopta, makombora ya masafa marefu na UAVs. Mbali na kulinda mali zenye thamani kubwa na maeneo yenye msongamano wa watu, kama eneo la mji mkuu wa kitaifa NCR, NASAMS pia hutumiwa kukabiliana na vitisho vya anga-nchi. Kupitia ushirikiano baina ya Raytheon na Kongsberg, NASAMS ilipata uwezo wa kuendesha kazi mwaka wa 1994 na mwanzoni ilikubaliwa na jeshi la anga la ufalme wa Norway. Hifadhi hii ina uwezo wa kuhusisha hadi alama sijaploduwa kwa wakati mmoja katika hali za shughuli na zisizo, ikitegemea makombora ya shughuli na mashabiki kwa kushambulia alama za mbali. NASAMS inajumuisha vifaa vitatu vya kufyatua, kila moja ikiwa na hadi makombora 6, ingawa rudia ya kitaifa ya kati ya IM Sensatudwaplu ni silaha kuu. Mfumo pia una uwezo wa kurusha Sidewinder AIM-9X, Sea Sparrow Evolved Missile na mizinga ya kienyeji. Hatua ya kwanza ya Rais Bush, ambayo iliunda idara ya vitendo vya dini na jumuiya, ilileta utata. Hatua hii ilishutumiwa na wale ambao waliamini kuwa fedha za serikali hazipaswi kusaidia mashirika yanayohusishwa na kanisa. Walakini, kulikuwa na juhudi za pande zote, kama sheria ya hakuna mtoto aliyeachwa nyuma, ambayo iliwakilisha mabadiliko muhimu katika sera ya elimu. Baada ya shambulio la kigaidi la Septemba 11, 2001, Bush aliunganisha taifa kupitia uongozi wake wakati wa mgogoro, akifikia idhini ya rekodi ya 90%. Aliongoza uvamizi wa Afghanistan, kuwafukuza Taliban hadi nchi jirani. Walakini, vita vilijukia kuwa mzozo mrefu zaidi wa Amerika, na msako wa Osama bin Laden ukaendelea hadi Dotis Gala wakati wa urais wa Barack Obama. Kipindi cha pili cha Bush kilijulikana kwa juhudi za kurekebisha usalama wa jamii na uhamiaji, wakikabiliana na changamoto za upinzani bungeni. Upungufu mkubwa ulitokana na kukatwa kwa kodi, pamoja na matumizi yanayoongezeka kutokana na vita nchini Iraq na Afghanistan. Sehemu ya mwisho ya kipindi cha Bush ilijulikana kwa kuyumba kwa soko la hisa, uokoaji wa kifedha na mdororo wa muda mrefu, na majibu yake kwa mashambulio ya Septemba 11 yakibaki kuwa muhimu. Wakikabiliana na mizozo nchini Afghanistan na Iraq, Bush alipokea ukosoaji mkubwa kwa usimamizi wake wa kimbunga Katrina. Mgogoro wa kifedha wa 2008 uliongeza changamoto hizi, ukiwaunga mkono chama cha Tea Party. Wakati wa utawala wa Trump, idadi ya watu wanaohitaji ulinzi kutoka kwa huduma ya siri iliongezeka hadi mpapurudua, ikilinganishwa na 3% wakati wa utawala wa Obama na 3% katika utawala wa sasa wa Biden. Mzigo huu wa kazi mzito ulisababisha kujiuzulu kwa mawakala zaidi wakati wa utawala wa Trump. Mwaka wa 2017, huduma ya siri ilikumbana na changamoto katika kulipa mawakala wanaohitajika kutekeleza majukumu yao ya ulinzi, kutokana na sehemu ya ukubwa na shughuli za familia kubwa ya rais wa zamani Trump. Mkuu wa sehemu za huduma ya siri, Randolph Tech, alieleza kwamba shirika lilikuwa limezidiwa na majukumu zaidi ya kawaida ya rais, kutokana na safari za mara kwa mara za Trump za wikendi kwenda mali zake huko Florida, New Jersey na Virginia. Shirika pia lilikuwa na jukumu la kulinda watoto wazima wa Trump wakati wa safari zao za kibiashara na mapumziko ndani na nje ya Marekani. Alisema, rais ana familia kubwa na kisheria tunalazimika kuchukua jukumu hili. Hatuna nafasi ya kikomo. Karibu kipindi hicho, Alice aligundua kwamba bila ufadhili zaidi, shirika lingeweza kushindwa kulipa mawakala kwa kazi walioifanya. Aliwasilisha pendekezo kwa wabunge kuongeza kikomo cha mshahara na masaa ya ziada ya mawakala kutoka $160,000 hadi $170,000 kwa mwaka. Walakini, hata na marekebisho hayo, takriban mawakala 130 wa zamani hawangepata fidia kamili kwa masaa ya ziada waliofanya tayari.
Alice alisema kuwa zaidi ya mawakala 300 walifikia kikomo cha serikali kwa mshahara wa mwaka na masaa ya ziada ndani ya miezi 7 ya 2017. Ingawa kikomo hiki kililenga kufunika mwaka mzima, mahitaji makali ya misheni ya ulinzi na ongezeko la safari yalilingana na msimu wa uchaguzi unaoshindaniwa sana, ambapo shirika kawaida linakutana na changamoto zake ngumu zaidi katika suala la usalama. Kama matokeo, kulikuwa na mazungumzo na wabunge wenye ushawishi kuongeza kikomo cha pamoja cha mshahara na masaa ya ziada kwa mawakala. Mazungumzo haya yalisababisha kupitishwa mwaka wa 2008 wa sheria iliyosainiwa na Trump ambayo iliendeleza hatua za kuharakisha hadi mwaka wa 2023. Mwaka wa 2012, David Cho aliongoza idara ya ulinzi wa rais kwa Donald Trump na kupokea medali ya huduma ya heshima kutoka kwa waziri wa mambo ya ndani kwa kutambua juhudi zake katika mazungumzo ya makubaliano ya usalama na mamlaka za Korea Kaskazini kwa mikutano ya Rais Trump na Kim Jong-un. Cho alicheza jukumu muhimu katika kuandaa usalama wa ziara za rais katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Watu wa Korea, akiongoza wakati huo idara ya ulinzi wa rais katika ikulu ya White House na kushiriki katika mazungumzo na viongozi wa kigeni. Mwaka wa 2020, hatua za usalama katika nyumba ya majira ya Trump, Mar-a-Lago, ziliangaziwa baada ya kukamatwa kwa raia wawili wa China katika matukio tofauti. Ronald Kessler, mwandishi ambaye huzuru Mar-a-Lago na kuandika kuhusu wakati wa Trump katika ikulu na huduma ya siri, anahakikisha kuwa klabu hiyo ni salama sana. Anasisitiza uwepo wa kituo cha siri kwenye chini ambapo Trump anaweza kupata nyaraka zilizofungwa bila hatari ya uvamizi wa kielektroniki. Wakati Trump yupo, huduma ya siri inahakikisha usalama, ikimweka rais mbali na wanachama wa klabu. Kessler alieleza kuwa kuna eneo lenye kizuizi karibu na eneo la kula la Trump na Melania, na hata wanachama wa klabu wanahitaji mwaliko kutoka kwa rais ili kukaribishwa. Vifaa vya ugunduzi hutumiwa na huduma ya siri kufuatilia vifaa vya kusikiliza au kufuatilia ambazo wageni au wavamizi wanaweza kujaribu kufunga, ingawa matukio ya wavamizi yametoa wasiwasi kuhusu usalama. Mwanamke makina alifanikiwa kumdanganya walinzi wa usalama na kupata ufikiaji wa Mar-a-Lago msimu uliopita wa mapukutiko, wakati mwingine aliingia kwenye vituo siku 2 kabla ya kuzuru kwa rais mnamo Desemba 2022. Kwa sababu ya umuhimu wake kama eneo la upatikanaji wa umma na hadhi nusu ya umma, kudumisha usalama wa kina katika Mar-a-Lago kunakabiliwa na changamoto. Lisa Ruth, mkambuzi wa zamani wa CIA, anabainisha kuwa isipokuwa mali inashughulikiwa kwa udhibiti na ukaguzi mzito wa usalama, kufikia usalama kamili kunakuwa kazi ngumu. Hata hivyo, licha ya matumizi ya hatua za usalama zilizopo kuboresha ulinzi wa eneo, ni muhimu kutambua kuwa Mar-a-Lago haina kiwango sawa cha usalama kilichoshuhudiwa katika ikulu ya White House. Kielelezo kizuri kilijitokeza tarehe Novemba 1950 wakati Oscar Collazo na Griselio Torresola, wapiganaji wawili wa uhuru kutoka Puerto Rico waliokuwa wanachama wa chama cha siasa kali cha kitaifa cha Puerto Rico, walipojaribu kumua Rais Harry S. Truman kuanzia mwaka 1948 hadi 1952. Wakati White House ilipokuwa ikipitia marekebisho makubwa, Truman na familia yake walikuwa wakiishi Blair House, iliyoko kaskazini mwa Pennsylvania Avenue, karibu na White House. Saa 2 asubuhi, washambuliaji walikaribia ngazi ya mbele ya Blair House na kufyatua risasi. Leslie Coffelt, afisa kutoka Secret Service, alijeruhiwa kwa kufa na risasi, lakini alifanikiwa kujibu na kumua Torresola. Collazo alijaribu kumpiga risasi Donald Birdsell, afisa mwingine wa Secret Service, lakini bunduki yake ilishindwa kufyatua. Baada ya kurekebisha kasoro, Collazo aliwapiga risasi Birdsell, ambaye alijeruhiwa gotini.
Mawakala Floyd Boring na Joseph Davidson pia waliwapiga risasi Collazo. Licha ya upinzani wa mshambuliaji, alikuwa katika idadi ndogo na bird cell. Hata akiwa majeruhi, alijizatiti kwa mapambano. Collazo hatimaye alipigwa risasi kichwani na mkono wake wa kulia kwa risasi ya kalibre 331. Truman alikuwa amelala usingizi katika vyumba vyake kwenye ghorofa ya pili wakati risasi zilipoanza. Baada ya kugundua Collazo kwenye hatua za mbele kupitia dirishani, alioniwa na mlinzi kutoka White House kutafuta kimbilio, ambacho haraka alikifanya. Truman, bila kutishwa na jaribio lililoshindwa, aliendelea na ratiba yake siku hiyo, akidokeza kuwa rais lazima awe tayari kwa matukio hayo. Awali Collazo alihukumiwa adhabu ya kifo, lakini Truman alipunguza kuwa kifungo cha maisha mnamo Julai 24, 1952. Katika Septemba 1939, Rais Jimmy Carter pia alipunguza adhabu ya maisha ya Collazo, ikisababisha kufunguliwa kwake jela. Licha ya shambulio hilo, Truman aliongoza kura ya maoni huko Puerto Rico mwaka 1952 ili kuamua mustakabali wa kisiwa hicho kuhusiana na Marekani. Hali ya mambo iliyowekwa mnamo Novemba 9 ilipitishwa na karibu 82% ya wapiga kura. Ingawa Secret Service ilichukua jukumu la kulinda rais Truman mnamo 1945, jaribio la mauaji lilionyesha ukosefu wa mamlaka kihalali ya idara ya polisi au idara nyingine yoyote kumlinda rais. Ili kushughulikia suala hili, Truman aliwasilisha muswada mnamo Julai 17, 1951, akitoa mamlaka ya kisheria kwa huduma ya siri kulinda rais aliyechaguliwa, makamu wa rais na familia zao za karibu. Truman alikuwa jasiri wakati wa urais wake wenye vurugu uliojaa maamuzi muhimu na utata. Huduma ya siri iliweka hatua kali za usalama huko Washington, D.C. na wakati wa kukaa kwao huko Independencia. Mabadiliko muhimu yalifanywa kwenye makazi yake, ikiwa ni pamoja na ujenzi wa kibanda cha futi Destes de la nyuma karibu na gereji. Harry Truman alikuwa rais wa 30 wa Marekani, akichukua ofisi baada ya kifo cha Franklin D. Roosevelt. Mwanzoni mwa urais wake, alifanya uamuzi wa kihistoria wa kutupa mabomu ya atomiki juu ya Japani, kumaliza vita kuu ya pili ya dunia. Truman aliingia kwenye utumishi wa umma kama jaji wa kaunti na mnamo 1994 alichaguliwa kuwa seneta wa Marekani. Wakati wa kipindi chake cha kwanza, alicheza jukumu muhimu katika kupatia fedha mipango ya New Deal ya Rais Roosevelt kama mwanachama wa kamati ya ruzuku ya Seneti. Alituliwa kwa kamati ya biashara ya jimbo na akaongoza kamati ya Seneti iliyochunguza ufujaji na ufisadi katika mikataba ya ulinzi ya serikali, akijipatia sifa kitaifa. Wakati uchaguzi wa rais wa 1944 ulipokaribia, viongozi wa Demokrat walitafuta mgombea mwenza mpya kwa Rais Roosevelt. Uadilifu na umaarufu wa Truman ulimfanya kuwa chaguo la kufurahisha, naye akakubali uteuzi huo. Wakati wake kama makamu wa rais ulikuwa mfupi, kwani alikabidhiwa urais mnamo Aprili 12, 1944. Baada ya kifo cha Roosevelt, Truman alikabili changamoto nyingi muhimu alipochukua ofisi hiyo. Katika miezi yake ya kwanza, alitangaza ushindi barani Ulaya na kuamuru mashambulizi ya atomiki ya Hiroshima na Nagasaki nchini Japani. Pia ya mataifa ya muungano pia ilipitishwa. Ushindi usiotazamiwa katika uchaguzi wa mwaka wa 1948 ulimpa muhula wa pili. Wakati wa muhula wake alipendekeza programu kubwa ya alama 23 inayojulikana kama Fair Deal. Mpango huo ulijumuisha upanuzi wa usalama wa kijamii, programu za ajira kamili, mazoea ya haki katika ajira, makazi ya umma na kufungwa kwa nyumba zenye msongamano. Kujibu mashambulizi ya Korea Kaskazini dhidi ya Korea Kusini mnamo 1960, Truman haraka akapeleka wanajeshi wa Marekani kwenye mgogoro huo. Hata hivyo, kuingilia kati kwa China kulihitaji mabadiliko kuelekea mkakati wa kizuia. Kuondolewa kwa Jenerali Douglas MacArthur na Truman kwa sababu ya ukaidi kulizua utata.
Rais pia alikabiliana na changamoto za ndani, ikiwa ni pamoja na mzozo wa wafanyakazi kati ya United Steel Workers of America na kiwanda kikuu cha chuma. Kushindwa kutatua mzozo huo, aliagiza kukamatwa kwa viwanda na serikali kuu, hatua iliyotangazwa baadaye kuwa kinyume cha katiba na mahakama kuu. Rais Joe Biden anasafiri kwenye gari la serikali maalum lenye kinga lijulikanalo kama Beast, ambalo linamuandama katika safari zake zote mbali na ikulu, iwe ndani ya nchi au nje ya Marekani. Jina hilo limetokana na maafisa wa ulinzi wa rais wa siri wanaohusika na uendeshaji wake, na limusine ya rais ina jina la siri la Stagecoach. Usalama na ulinzi ni vipaumbele katika muundo wa Beast, ambao una vioo vilivyojikunja vyenye unene wa kamtres, matairi ya kuzuia kupasuka yenye kini imara ili kudumisha uhamaji wa mara kwa mara hata kama yamechomolewa, na paneli za risasi za kijeshi zenye unene wa takriban SAM 20 zilizundwa kudumisha uhamaji hata chini ya risasi kwenye magurudumu yote manne. Iliundika kwa mchanganyiko wa alumini, seramiki na chuma. Kinga ya Beast inaweza kufikia hadi inchi 8 ya unene katika maeneo maalum. Ikiwa na uzito unaokadiriwa hadi tani 1, limuzini inaweza kubeba hadi watu 7 na ina tanki lisilotoboleka la mafuta na milipuko, pamoja na kuwa imejengwa na vifaa vya kuzima moto, tanki la oksijeni na vyombo vyenye kundi la damu la rais. Zaidi ya hayo, gari hilo lina vifaa vya kuona usiku na linaweza kutoa pazia la moshi na kumwaga mafuta ili kushinda mtu yeyote anayemfuata. Beast mara nyingi hutumika katika ziara za rais muhimu, kama mazishi ya hali ya kifalme ya Malkia Elizabeth II wa Uingereza mwezi Septemba 2022 na ziara ya kwanza ya Biden nchini Uingereza mwezi Juni 2022. Zaidi ya hayo, rais wa Marekani lazima awe tayari kusafiri ulimwenguni kote wakati wowote, akilenga chaguzi mbalimbali za usafiri, huku Air Force One ikiwa moja ya chaguzi zinazovutia zaidi. Air Force One kwa ufasaha inahusu ndege yoyote ya jeshi la anga inayobeba rais, ingawa leo hutumiwa kwa kawaida zaidi kumaanisha ndege maalum zilizowekwa tayari kwa kamanda mkuu. Kwa sasa zinarejelewa ndege mbili za Boeing 747-200 zilizobinafsishwa sana, zilizotambulishwa na nambari za mkia DT-800 na 29 zinazotambuliwa rasmi kama VC-25A na jeshi la anga. Kwa uwezo wa kujaza mafuta hewani, Air Force One ina uwezo wa kufika mahali popote na kubeba rais mpaka marudio yoyote. Ingawa ina makazi ya kibinafsi, nafasi za mikutano, kitengo cha matibabu na uwepo wa wakala wa huduma ya siri, ni muhimu kutambua kuwa hakuna silaha ndani. Licha ya kutokuwa na silaha, ndege hii inaweza kufutilia mbali vitisho vya ufanisi hata bila kuwa na silaha. Ikiwa na mbinu za kukabiliana na vifaa vinavyotambua joto linalotumia miale ya inframuku wa ndege za kivita hewani na ardhini. Ndege ina vipima msaidizi NAL-kitu za Sukhoi Matador vilivyojengwa ambavyo hutoa ishara za inframu zilizobadilishwa ili kuchanganya sensori za makombora, kuficha kwa ufanisi alama za joto zinazozalishwa na injini za 747. Zaidi ya hayo, ndege ina nyenzo zenye uwezo wa kurejea nyuma na mafuta yanayowaka ambayo yakifanya kazi huondoa makombora mbali na malengo yao. Mifumo ya elektroniki ya ndege imekingwa dhidi ya mlio wa umeme na ina vifaa vya mawasiliano vilivyo salama na vya hali ya juu, vikiwa kama kituo cha amri cha mkondo kwa kesi ya shambulio dhidi ya Marekani. Kwa kujumuisha mifumo salama ya mawasiliano kama vile simu, kompyuta na redio zenye nambari za siri, Air Force One pia ina scrambler za hali ya juu kuchanganyikiwa na ishara za radar katika nafasi za angani zenye hatari, kulinda dhidi ya mashambulizi na kuruhusu rais kubakia asiyejulikana ikihitajika. Na meli mbili zinazoweza kuhifadhi karibu milo 200 na maji safi ya kutosha. Ndege ya rais inaweza kubaki angani kwa siku 2 hadi 3, ikitegemea idadi ya abiria.
kabla ya kuisha kwa mahitaji. Kuondoka na mafuta ya juu kabisa hukuruhusu takriban masaa 15 ya safari ya moja kwa moja. Uwezo wa kujaza mafuta angani unawezesha safari ndefu hadi kituo muhimu, kupunguza matumizi ya vituo vya ndege na kutegemea zaidi viwanja vya kufanya shughuli za kutua na kuruka kutokana na masuala ya usalama. Ngazi inayoweza kufungwa kwa kuingia kwenye gati ya chini na mizigo ya kujitolea inayorahisisha kupakua abiria kwa ajili ya kazi yoyote. Kituo cha matibabu kwenye ndege ni cha kipekee na daktari anapatikana kila wakati kwa dharura za afya. Duka la dawa lenye bidhaa zote, vifaa vya matibabu mbalimbali na hata meza ya upasuaji inapatikana. Kwa rasilimali hizi zote, rais na abiria wengine hawahitaji kuwa na wasiwasi juu ya ustawi wao, hata wakiwa kwenye urefu wa futi 3.5. Kabla ya utawala wa Theodore Roosevelt, usalama wa rais ulikuwa unajumuisha machanganyiko wa usalama binafsi, utekelezaji wa sheria za ndani na washirika wa rais. Ulinzi bora wa William McKinley wakati wa safari yake katika Midwest mnamo 1897 ulisimamiwa na William Williams, kipindi hicho mkurugenzi wa usalama wa umma huko Columbus, Ohio. Hata hivyo, baada ya mauaji ya McKinley huko Buffalo, New York, miaka 4 baadaye, idara ya ulinzi wa marais ilichukua rasmi jukumu la kumlinda rais. Theodore Roosevelt alipokuwa rais akiwa na umri wa miaka karibu 40. Alikuwa rais mdogo zaidi katika historia ya Marekani. Uongozi wake wa kipashaji nguvu ulihimarisha kiti cha urais, ukichochea Congress na umma wa Marekani kuelekea mageuzi ya kimaendeleo na sera ya kigeni imara. Theodore Roosevelt alikuwa rais wa kwanza kupokea ulinzi kutoka kwa idara ya ulinzi wa marais. Ilianzishwa mnamo 1850 kulinda sarafu ya taifa. Idara ya ulinzi wa marais ya Marekani inajulikana kwa jukumu lake la kumlinda rais. Maajenti maalum na maafisa wa sare wa idara hiyo huonyesha ujasiri wa kipekee, ubunifu na azma ya kuhakikisha usalama wa rais. Majukumu ya huduma ya siri yamepanuka kwa kiasi kikubwa, ikiwa ni pamoja na ulinzi wa rais, familia ya rais, wagombea wa urais, marais wa zamani, pamoja na usalama wa ofisi za utendaji na misheni za kidiplomasia. Majenti maalum wa huduma ya siri hupitia mafunzo makali yanayoongozwa na wataalamu wenye uzoefu wanaojitolea kwa mafanikio ya shughuli na maendeleo binafsi. Mafunzo yanayotolewa na huduma ya siri ya Marekani hutumia mitaala ya hali ya juu kuboresha ujuzi uliopo wa waanzilishi na kuendeleza ujuzi mapya muhimu kwa shughuli za sifuri makosa za shirika. Katika mwaka wa kwanza wa huduma, mafunzo ya waanzilishi wa maajenti maalum hushiriki katika mafunzo ya muda mrefu ya darasani, mafunzo ya mazoezi ya mwili, mazoezi ya silaha na mazoezi ya simulizi. Waanzilishi wapya hupitia mafunzo makali ya miezi kadhaa yanayofanywa na programu zilizowekwa katika kituo cha mafunzo ya utekelezaji wa sheria wa shirikisho inayojulikana kama FLETISH huko Glencoe, Georgia. Baada ya kumaliza kwa mafanikio programu ya mafunzo ya wachunguzi wa jinai au CITP katika FLETISH, majenti wanahudhuria kozi ya mafunzo ya wiki 18 katika chuo cha mafunzo ya huduma ya siri karibu na Washington, DC. Kozi hii inazingatia sera na taratibu za huduma ya siri zinazohusiana na uchunguzi na ulinzi. Wakati wa mafunzo, waanzilishi wanapata maarifa muhimu na wanapokea mafunzo ya vitendo ya juu katika kupambana na uhalifu wa kifedha, kufanya uchunguzi wa kijasusi wa ulinzi, kutumia mikakati ya ulinzi wa kimwili, usimamizi wa maendeleo ya ulinzi na kutoa msaada wa matibabu ya dharura. Mbali na mitaala kuu, mafunzo kamili hutolewa katika lengo, ujuzi wa mbinu, maisha ya maji na mazoezi ya mwili. Majenti wa huduma ya siri wanaendelea kupitia mafunzo ya juu katika kipindi cha taaluma zao, ikiwa ni pamoja na kupitia upya mara kwa silaha na kozi za kurudia katika msaada wa matibabu ya dharura.
Majenti wanaopewa majukumu ya ulinzi hushiriki katika mazoezi maalum yaliyosuaswa ya mafunzo ya mgogoro yanayojumuisha mifano tofauti ya dharura halisi. Majenti wa uwanjani pia wanapata fursa ya kushiriki katika mafunzo ya juu ya uchunguzi wa jinai na wanahimizwa kujiunga na vikao vya mafunzo vilivyoandaliwa na mashirika mengine ya utekelezaji wa sheria. Aidha, wafanyakazi wote wa huduma ya siri hushiriki katika anuwai ya kozi za maendeleo binafsi na za usimamizi, zikijadili mada kama maadili, utofauti, ujuzi wa kibinadamu, uongozi wa vitendo na usimamizi wa muda wa kwanza unaosaidia katika ukuaji wa kitaaluma wa wafanyakazi wote ndani ya huduma ya siri. Kama Rais Roosevelt aliidhinisha kuingilia kati kwa serikali katika mizozo ya kiuchumi, kuhakikisha usawa kati ya matajiri na kazi na kuepuka upendeleo, aliendelea na matendo ya kupinga uaminifu na akawa maarufu kama mvunja uaminifu. Roosevelt alicheza jukumu muhimu katika kusababisha taswira ya kimataifa ya Marekani, akichukua msemo, "Semeni kwa upole na bebeni fimbo kubwa." Alihudumia ujenzi wa mfereji wa Panama, alitangaza karoli ya Roosevelt kwa imani ya Monroe na alipatanisha vita vya Urusi-Japani, jambo lililompa tuzo ya Nobel ya amani. Mlinzi wa uhifadhi, Roosevelt alieneza misitu ya kitaifa, aliweka akiba ya ardhi za umma na alisaidia miradi mikubwa ya umwagiliaji. Alijitolea katika masuala yasiyokuwa na mwisho, akivutia umati na nishati yake na hotuba zenye hamasa. Akiacha urais mnamo 1909, alianza safari ya kwenda huko Afrika kabla ya kurudi kwenye siasa. Mnamo 1912 aligombea urais kwa niaba ya Chama cha Maendeleo na kufanikiwa kuponyoka jaribio la mauaji wakati wa kampeni huko Milwaukee. Uvivu wa Roosevelt uliendelea hadi kifo chake mnamo 1990 wakati aliporudia. Hakuna mtu aliyeishi maisha yenye furaha zaidi kuliko mimi, maisha yenye furaha katika kila njia. Ronald Reagan. Mnamo Machi 9, 1981, Rais Ronald Wilson Reagan na timu yake kutoka huduma ya siri walikuwa wakiondoka kutoka kwenye hafla ya hotuba iliyofanyika mchana wa mapema katika hoteli ya Washington Hilton huko Washington DC. Ghafla, mtu mmoja aliyepiga risasi alianza kufyatua risasi. Wakati rais alipokuwa akikaribia limuzini yake, John Hinckley Jr. alianza kufyatua risasi kuelekea umati. Hinckley alirusha risasi 6 akimjeruhi watu kadhaa. Msemaji wa White House, James Brady, alipigwa risasi kichwani. Afisa wa polisi wa Metropolitan Thomas Delahanty alipigwa shingoni, na afisa maalum Tim McCarthy alijeruhiwa kwenye tumbo wakati alipomlinda rais. Afisa maalum mbele Jerry Parr, msaidizi wa afisa maalum mbele Ray Shaddick, haraka alimsaidia Rais Reagan kufika kwenye limuzini. Wakati walipokuwa wakielekea maresa ya White House, afisa maalum Parr alimchunguza rais na kugundua alikuwa akinatua damu mdomoni. Aliamuru afisa maalum Drew Unruh kubadilisha njia kwenda hospitali ya chuo kikuu cha George Washington. Risasi moja kati ya 6 za risasi zenye kali torpedua iliyorushwa kwenye limuzini ya rais iliyoambaa kifuani mwa Reagan chini ya mkono wake wa kushoto. Ingawa ilikuwa imeundwa kufyatuka kwa kugusa, risasi hiyo haikufanya hivyo. Tishio kubwa kwa maisha ya Reagan ilikuwa upotezaji wa damu na kuporomoka kwa pafu. Risasi ilipita kwenye mbavu ya 7 ya kushoto alipoingia mwilini mwa Reagan. Kwa kugusa mbavu, risasi ilibadilika umbo na kuingia kwenye pafu la kushoto, ikisababisha uharibifu mkubwa kwenye tishu za mapafu. Hii ilisababisha kutokwa na damu na kuporomoka kwa pafu. Hatimaye, risasi ilijiweka karibu inchi moja kutoka kwa moyo wa Reagan. Matibabu ya kawaida kwa pafu lililoporomoka ni kuingiza mrija wa kifua, mrija wa plastiki unawekwa kati ya mbavu na pafu la kifua ambapo mapafu zinapatikana.
Huu ni utaratibu wa matibabu wa kawaida, na hata wanafunzi wa matibabu mara nyingi hupewa idhini ya kufanya chini ya uangalizi baada ya kushuhudia mchakato mara moja. Hata hivyo, wakati Ronald Reagan alipofika chumba cha dharura baada ya kupigwa risasi, mipango ilibadilishwa haraka kutokana na uzito wa hali hiyo. Katika kipindi chote cha tukio hilo, timu ya Reagan ilijaribu kumwonyesha kuwa ana afya njema, lakini daktari wa Reagan, Daniel Ruger, alikiri kwamba kupona kutoka kwa tukio kama hilo si jambo la haraka au rahisi. Reagan alipoteza damu nyingi sana, ikilinganishwa na zaidi ya nusu ya kiasi chake cha damu, na ilikuwa muhimu kumrejesha damu hiyo. Kulingana na Ruger, Reagan alihitaji takriban miezi 6 hadi 7 kurejea kikamilifu kutoka kwa tukio la kupigwa risasi, ikiashiria kwamba hali yake ya kiafya ilikumbwa na athari kwa kipindi kirefu. Baada ya kuponya jaribio la kuuawa, Reagan aliona tukio hilo kama uthibitisho wa hatima yake na imani kubwa katika hisia zake. Alianza kufanya kazi kamili miezi 2 baadaye, akiwa na mpango imara wa ulinzi uliokuwa na usimamizi wa umati, safari zenye maficho, ratiba za siri na kifaa cha kujilinda risasi. Upatikanaji wa vyombo vya habari usio rasmi ulipunguzwa kwa kiasi kikubwa, na fursa chache za mazungumzo ya papo kwa papo. Magari ya kukokotwa na wapiga manduru walikuwa sehemu ya utaratibu mpya wa usalama. Ingawa alitaka kuendelea na mwingiliano wa umma, Reagan aliendelea kufuata karibu maelekezo ya idara ya siri. Uongozi wake wa urais kutoka mwaka 1931 hadi 1961 ulikuwa umekumbwa na kupona kwa kiuchumi ndani na mkakati wa nje wa kutafuta amani kupitia nguvu.